asifiwe sana watu wa Mungu. Haleluya. Natamani tukumbushane, natamani tufahamishane, natamani tuendelee kujifunza neno la Mungu. Na nataka niwaambie kitu kimoja mtu wa Mungu. Majira tulionayo sasa, majira haya tulionayo, ni dhahiri ya kuwa Yesu yuko karibu sana. Kwa hiyo watu tuliokoka, watu tunayemwamini Kristo, tuendelee kujiweka tayari, tuendelee kujiweka tayari, maana yaliyotabiriwa kwenye kile kitabu cha Mathayo 24 yaona mengi manabii wa uongo na kaza wa kaza hivi vitu. Kusoma kwenye Timotheo ya siku za mwisho, upendo wa watu wengi utakuwa fahamu kuwa Yesu yuko karibu sana. Sasa kwa maana hiyo sasa, kama maandiko yametuelekeza ya kuwa yanatuonyesha dalili za kurudi kwa Bwana Yesu Kristo mwana wa Adamu, lakini kuna andiko pia linasema hakuna mtu ajuaye siku wala saa ya kuja kwake mwana wa Adamu. Nataka nikwambie kitu kimoja mtu, ya kuwa kama hatujui siku wala saa ya kuja kwake mwana wa Adamu, kwa hiyo sasa inatupasa tufanye nini? Sasa inatupasa kusimama katika kweli, kusimama katika ile kweli ambayo tunaijua. Biblia inasema tena mtaifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itatuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuisimamie ile kweli, na hiyo kweli ituweke. Kwa maana hiyo tunapoisimamia kweli, tutasimama kwenye neno la Mungu. Hatutairuhusu dhambi au uovu kwa namna fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie wewe ambaye unalegalega, sikiliza. Nataka nikusomee andiko moja hapa. Nataka nikwambie andiko moja, kitabu kile cha Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23, anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na anasema 24 wakahesabiwa moja, narudia 23, anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja. Neno la Mungu linasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunapofanya dhambi, utukufu wa Mungu unaondoka ndani yetu na ulinzi wa Mungu unaondoka. Mungu mkumbuke, Mungu ni mtakatifu, Mungu hanikubali dhambi, na Mungu hapendezwi na mtu anayefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana alipoona kwamba ulimwengu unaingia pabaya, akamtoa mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili afanyike kuwa mpatanishi, ili afanyike kuwa Mwokozi, ili afanyike kuwa dhabihu ili amwage damu yake ifanyike kuwa utakaso wa hizo dhambi tunazozifanya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma tena 3:16, Yohana anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie na asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana hiyo basi, Mungu anakupenda wewe, ila anaichukia dhambi iliyoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupenda, lakini anaichukia hiyo dhambi ambayo inakufanya wewe uende kinyume na agizo la Mungu. Yesu asifiwe sana.
aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie na asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, unapomwamini Kristo Yesu, unapomwamini, asema unapomwamini Yesu Kristo kwanza upotee. Asema mtu amwaminie asipotee. Mtu yoyote atakayemwamini Kristo hatapotee. Anasema bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele, sio uzima wa siku 2 3. Huo ni uzima wa milele. Tuna sehemu ya kukimbilia, sehemu ambayo ya msaada, ambapo tukimkimbilia Yesu Kristo tunapata uzima wa milele. Ndugu yangu, ninakushauri mpendwa mwenzangu, ninakushauri mama yangu, ninakushauri dada yangu, ninakushauri bibi yangu, babu yangu, mjomba na shangazi, ya kuwa mwamini Kristo Yesu. Nyakati tulizo nazo tunahitaji msaada wa Mungu, tunahitaji kila mmoja anahitaji msaada wa Mungu, ili siku parapanda itakapolia tuwe tuko salama, tusiwe kama wale wanawali 5 wapumbavu ambao walikuwa na mafuta yao machache, halafu wakaziacha taa zao zikiwa nini? Zikiwa zinawaka wakati wangali hawana mafuta. Tuwe kama wanawali wale 5 ambao walipiga mahesabu, wakafanya mahesabu, wakaona haya mafuta yetu yatatutosha hivi mpaka pale, halafu tuzime taa ili anapokuja bwana harusi tuziwashe tuta. Ndugu yangu, chukua hatua kabla mambo hayajabadilika. Mungu akubariki na Mungu akusaidie ufanye maamuzi sahihi, ili usije ukaja ukajuta muda unaofuata, au nyakati tunazoziendea ni hatari sana, ambapo pasipo msaada wa Kristo hatutaweza. God bless.